kwa jina la Yesu. Yesu alipata ushindi, maana wakati walimpiga, wakati walimtemea mate, wakadhani imekwisha, walichukuana na wakamsema, wakasemezana kwamba huyu mtu lazima tumsulubishe. Yesu hakukosa. Kusulubiwa kwa Yesu, Yesu hakufanya kosa lolote, lakini kwa sababu ilikuwa imeandikwa Yesu asulubiwe, ilibidi maandiko yatimie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili kusherehekea, inatufunulia kwamba ufufuo wa Yesu Kristo, tunasherehekea ufufuo wa Kristo. Kwa hivyo wakati ambapo tunasherehekea utukufu wa Kristo, lazima katika maisha yetu tuone Yesu katika hali zetu. Tuone Yesu tukiwa wagonjwa, tuone Yesu tukiwa wadhaifu, tuone Yesu maana yeye alishinda. Siku ya tatu alifufuka, na Magdalena na wale wanawake walipoenda katika lile kaburini, wakaenda pale, walipoenda pale wakapata jiwe limepingirishwa, hayumo tena pale kaburini. Kwa hiyo kuna vile ambavyo Yesu alishinda, hayupo tena kaburini. Yesu hayupo tena kaburini, alishinda kifo na mauti, alishinda kifo na madhabahu ya watu. Amen. Amen. Kwa hiyo Yesu hayupo kaburini, lile jiwe lilipingirishwa. Kuna hali katika maisha yako inapingirikwa, inaondolewa. Kuna magonjwa yanaondolewa, kuna laana zinaondolewa. Kwa hiyo lile jiwe lilipingirishwa, na Yesu akawa hapo pale mahali walipomweka, wakamfunga sanda, wakamweka pale. Lakini wakati wale wanawake walienda kumpaka Yesu
katika hali gani, haijalishi uko kwa matanga, lakini wakati wa maombi ikifika, wewe paza sauti, Yesu atakuokoa, Yesu atakukumbuka. Anataka tu upaze sauti, asikie sauti yako. Ukimuita Yesu ataitika, Yesu atakuokoa, Yesu atakupigania, Yesu atakukomboa katika jina la Yesu Kristo. Ushindi dhidi ya shetani na mauti. Victory over death and evil. Amen. Amen. Ushindi dhidi ya shetani na dhidi ya nini? Mauti. Tunapata ushindi dhidi ya shetani anapokuja kukujaribu, na wewe unakuwa mjasiri wa kumwambia mimi hata hili nitapita. Amen. Amen. Hata hili nitapita. Lakini wakati ambapo wewe unaogopa, shetani anatumia uoga kuangamiza maisha ya watoto wa Mungu. Shetani anatumia uoga ili watu wasifike hatima yao, maana anajua ukiogopa hakuna kitu kitafanyika, maana anakufunga mahali pamoja ili usisonge hatua nyingine. Unataka kusimama, uoga inakukaisha chini. Unataka kusema kitu, uoga inakukaisha chini. Maneno ya watu wanaposema yanakushusha, unakaa chini. Lakini tutapokea ushindi wakati tutakuwa na ujasiri wa kuface hali, haijalishi ni hali ya aina gani, lakini face it. Amen. Amen. Kabiliana na hiyo hali. Nenda na hiyo hali. Nenda na hiyo hali, mwambie wewe hali, ninajua wewe unaunda tu. Amen. Amen. Usikubaliane na hiyo hali. Kuna watu wamekubaliana na kile adui anasema. Adui amekuongelesha kwamba wewe hautaishi, na unakubaliana na hiyo hali, unasema na unaenda unaambia watu, unajua mimi sitaishi, madaktari wamesema mimi sitaishi. Wewe unakubaliana na sauti za shetani. Amen. Amen. Kuna wakati nilikuwa katika hali nilipomzaa Michelle, na Michelle, wale ambao mnakuwa hapa mnaelewa hali ambayo Michelle tulipita na yeye kwenda kwa madaktari, na tukaenda kwa daktari mmoja mfano, na alikuwa anaekangwa kwa hizi nyumba za watoto wale ambao hawayuko sawa. Sasa unaenda pale na kunyesha maziwa kwa ananyonya. Sasa nilikuwa naenda nampatia maziwa masaa. Sasa wakati naenda pale narudi juu, sasa hawezi nyonya. Sasa wakati ambapo nilienda kwa daktari akizunguka pale ile kuna jina hiyo wadi nilitoa, akizunguka hivi daktari akazunguka mkubwa na kitabu, alipoangalia Michelle akaniambia huyu mtoto hatawahi kuwa tena. Nikasema atakuwa. Amina. Unajua sasa uwezi face daktari atakuwa. Nikasema ndani wangu mtoto juu aliangalia mguu ya Michelle na kama kidole hapa hivi. Nikasema mtoto akiniangalia kwa macho hatawahi kuwa. Na mimi nikasema Michelle atakuwa. Amen. Juu kweli kwa macho ya kawaida hata ukiangalia Michelle ungeona hataishi. Maana Kakamega nilitolewa, wakiniambia niende nitolewe na ambulance, walikuwa mama aliniambia toa mtoto kwa ile chumba akakufia huko. Naye pasta anakuwa sharp, akaenda wakaficha file lakini wamtoa. Na wakati alisema hivyo, mimi ndani ya moyo nikasema huyu mtoto atakuwa. Na Michelle si amekuwa. Ni kweli. Michelle si amekuwa. Singe huyu ana dance hapa. Amen. Sasa kuna vile maneno tunakwambia hii point, ushindi dhidi ya shetani na mauti. Shetani anakutangazia kwamba
tutaishi tena. Lakini kuna ushindi dhidi ya shetani, kuna ushindi dhidi ya mauti na shetani. Tunapata ushindi hata kama wamekuandika katika kalenda zao wakasema siku fulani, mwaka fulani. Kuna wakati shetani na yeye ni mwongo. Mimi nimelala usiku kwa bedroom ya Faith wangu kwa dirisha, nasikia shetani, mtu ananena hapo, sauti ya shetani ndio anasema siku fulani mwaka fulani Faith atakufa. Nikaamka nikamwambia najua wewe, nikakumbuka, unajua hiyo tarehe nimesema yaani hiyo ya mwezi ilikuwa imeshapita, ingawa tarehe hizo, lakini nikamwambia shetani, unajua umepitwa na wakati, maana hiyo ilishapita, ilishapitwa. Ataishi kutangaza habari njema ya Kristo. Amen. Kwa hiyo kuna vile shetani anakunong'onezea, usinyamaze. Usinyamaze na ukakubali. Ukinyamaza inaonekana umekubaliana na yeye. Lakini kila wakati unaingia kwa maandiko na umemwambia imeandikwa, sitakufa bali nitaishi. Utabariki uzao wa tumbo langu. Kwa nini tutumie maandiko? Maana shetani anaogopa sana maandiko. Haogopi sana vile unashauti. Utashauti Yesu mpaka utapona, lakini yeye atakuja tu, utasema tu Yesu anakuja tu, lakini tumia maandiko. Tumia maandiko, mwambie imeandikwa. Na ukimwambia imeandikwa, anaogopa. Lakini ukimwambia Kristo, tutapiga miguu. Mimi siyuko kwa dini ya mtu, mimi ninakufundisha. Utapiga mguu mpaka Yesu arudi, bado mapepo yanakuwa usiku. Bado ile shida imebaki shida. Lakini ukienda kwa maandiko mwambie imeandikwa. Anaogopa sana. Maana shetani, Yesu alimshinda shetani kwa neno la Mungu. Alimwambia imeandikwa. Tena akamletea vingine akamwambia imeandikwa. Hata kujaribu mara moja, hata kujaribu mara mingi, lakini mwambie imeandikwa. Leo anakuja na Israeli, mwambie najua imeandikwa. Kesho atabadilika, akuja na style nyingine, mwambie imeandikwa. Tutamshinda shetani kwa kuwa imeandikwa. Amen. Amen. Tutamshinda shetani maana imefanya nini? Imeandikwa. Mwanzo mpya na neema mpya. Mwanzo mpya na neema. New beginning and grace. Tunapokea ushindi. Mungu anatupa ile mwanzo mpya. Kuna hali zingine katika maisha yetu ambazo Bwana asipotusaidia na anzishe new beginning katika maisha yetu, hatuwezi. Unajua bado tunaishi na ile mawazo ya kale, tunaishi na zile mambo za kale, bado tumeshikilia zile mila na desturi za kale, bado tumeshikilia zile vitu za kale. Unajua kuna vitu tumeshikilia tusipoziachilia. Maana Yesu alipotundikwa msalabani akasema zimeisha. Unajua ni kwa nini haukuji kanisani? Unajua kwa sababu gani sikuji kanisani? Ni kwa sababu hii na hii. Wamama mnaelewa. Mimi sikuji kanisani kwa sababu niko tu ile mwezi. Najua ile mwezi imefika. Lakini